Zamani katika nchi ya Kanaani aliishi mtu aliyeitwa Yakobo ambaye alikuwa na wana 12. Miongoni mwao Yosefu alikuwa mwana aliyependwa zaidi na baba yake kwa sababu alikuwa mtoto wa uzee wake na pia alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Yakobo alimpenda sana Yosefu hata akamshonea vazi la rangi nyingi lililokuwa zuri sana. Lakini kaka zake wakamchukia kwa sababu ya upendo wa baba yao kwake. Ndoto za Yosefu. Siku moja Yosefu aliota ndoto, akasema kwa kaka zake, niliona maganda ya nafaka yangu yakisimama na yenu yote yakiinama mbele yangu. Wakaona kama anajifanya kuwa mtawala juu yao. Kisha akaota ndoto nyingine, niliona jua, mwezi na nyota 11 vikiniinamia. Baba yake Yakobo alishangaa, lakini alihifadhi ndoto hiyo moyoni. Kaka zake walizidi kumchukia kwa wivu. Kusajiliwa utumwani. Siku moja baba yao aliwatuma kaka zake kuchunga kondoo mbali. Yosefu akaenda kuwaletea chakula. Walipomwona akija, mmoja wao akasema, tazama, yule mwotaji anakuja, tumuue. Lakini Ruben kaka yake mkubwa akasema, tusimuue, tumtupie kwenye kisima. Wakamvua lile vazi lake la rangi nyingi, wakamtupa shimoni. Baadaye wafanyabiashara wa Ismaili walipita. Kaka zake wakamuuza Yosefu kwa bei ya fedha 20. Wakampeleka Misri, na huko akauzwa kwa mtu aitwaye Potifa, mkuu wa walinzi wa Farao. Mungu alikuwa pamoja naye hata akiwa mtumwa. Mungu hakuwa amemsahau Yosefu. Alikuwa mwaminifu na Mungu akambariki. Potifa akampenda, akamfanya msimamizi wa nyumba yake yote. Lakini mke wa Potifa akajaribu kumdanganya Yosefu akitaka alale naye. Yosefu akasema, siwezi kufanya dhambi hii kubwa dhidi ya Mungu wangu. Mwanamke huyo akamfitini, akasema Yosefu alitaka kumbaka. Yosefu akatupwa gerezani, ingawa alikuwa hana hatia. Lakini hata katika gereza Mungu alikuwa naye. Akapewa mamlaka juu ya wafungwa wote. Ndoto za gerezani wakati huo, msimamizi wa vinywaji na mpishi wa kifalme walifungwa gerezani. Wote wakaota ndoto, na Yosefu akawafasiria, mniwaji atarudi kazini kwake, mpishi atawawa, na yote yakatokea kama Yosefu alivyosema. Lakini mniwaji alimsahau Yosefu kwa muda mrefu. Yosefu mbele ya Farao. Baada ya miaka 2, Farao akaota ndoto, ng'ombe 7 wembamba wakila ng'ombe 7 wanono, na masuke 7 makavu yakila masuke 7 mazuri. Hakuna aliyeweza kufasiri ndoto hizo. Ndipo mniwaji akakumbuka Yosefu, akamwambia Farao juu yake. Yosefu akaletwa mbele ya Farao, akasema kwa unyenyekevu, sio mimi, bali Mungu ndiye atakayekupa jibu. Kisha akafasiri ndoto, miaka 7 ya neema na mavuno mengi itafuatiwa na miaka 7 ya njaa kali. Farao akashangaa hekima ya Yosefu, akasema, je, tutampata mtu mwenye roho ya Mungu kama huyu? Akamfanya Yosefu kuwa waziri mkuu wa Misri, mtu wa pili kwa mamlaka baada ya Farao. Wakati wa njaa miaka 7 ya neema ilipita, na Yosefu akaweka chakula kingi maghalani. Kisha miaka 7 ya njaa ikaanza, hata nchi ya Kanaani ikaathirika. Baba yake Yakobo akawatuma kaka zake Misri kununua chakula. Wakafika mbele ya Yosefu, lakini hawakumtambua. Wakainama mbele yake. Ndoto yake ya utotoni ikatimia. Baada ya kuwajaribu kwa hekima, Yosefu alijitambulisha kwa machozi, mimi ni Yosefu ndugu yenu, msihuzunike, kwa maana Mungu alinituma mbele yenu ili niwaokoe. Msamaha na baraka. Yosefu aliwasamehe kaka zake, akawaleta wote Misri pamoja na baba yao Yakobo. Walikaa huko na Mungu akawabariki sana. Kabla ya kifo chake, Yosefu alisema, mlikusudia mabaya, lakini Mungu aligeuza kuwa mema. Mwanzo 20. Funzo la kiroho: imani ni kuamini Mungu hata ukiwa gerezani. Utii ni kubaki safi hata ukijaribiwa. Samaha ni nguvu ya moyo unaomjua Mungu.
Mungu anaweza kukuinua kutoka shimoni hadi kwenye kiti cha kifalme. Maneno ya mwisho: kama unataka imani, utii na moyo wa msamaha kama Yosefu, andika kwenye maoni, nataka imani ya Yosefu.